Mheshimiwa Waziri wa Fedha, bodaboda, bajaji, machinga, wale watu sio maskini kama tunavyowafikiria sisi. Wale watu ni matajiri na wameshika uchumi wetu. Kwa mfano jimbo la Mbeya mjini, mimi pale nao bodaboda na machinga peke yake wasiopungua 10,000. Wale watu tukiwajengea uwezo mzuri, wakawa wanajichangia wenyewe hata shilingi 1,000 kwa siku, shilingi 1,000 tu, maana yako unaongelea ni shilingi milioni 10 kwa siku au milioni 100 kwa siku. Sasa kama ni milioni 10 kwa siku, ukipiga mara mwezi mara mwaka, ni pesa nyingi. Mimi pale Mbeya mjini ninao machinga 317,000 Mbeya, mkoa wa Mbeya kwa jumla. Tumezungumza nao tayari kwamba ukichangia shilingi 1,000 unaongelea ni milioni 317 kwa siku. Ziko kwenye mzunguko wa wale machinga. Kwa mwezi unaongelea bilioni 9 na kitu. Ziko kwa wale machinga. Kwa mwaka unaongelea bilioni 114 wanazo kwenye mzunguko kwa shilingi 1,000 kwa siku. Sasa sisi kama serikali kupitia wizara yako ya fedha una vyombo, hebu turasimishe yale makundi yawe rasmi, tutengeneze mifumo kwa nchi nzima. Wale watu sio maskini, wanaweza kujikusanyia pesa zao wenyewe, wakajikopesha wenyewe, wakajikatia bima za afya wenyewe. Sisi ni kutengeneza mazingira mazuri tu kama serikali, badala ya kuhangaika na fedha zile za halmashauri zinazokusanya za mapato sijui bilioni 2 kwa mwaka. Halmashauri zingine zinakusanya milioni 200 ambayo kigawanya ni sawa na hakuna. Wao wenyewe wale tuwalasimishe na tuitambue ni sekta ya kiuchumi. Hivi leo machinga wa Mbeya wanaweza kukusanya bilioni 114 kwa mwaka. Sasa wanaweza kujenga barabara zetu wenyewe. Wale watu ukijengea uwezo, watanunua mitambo, wakasajili kampuni, wanamwajiri hata Mchina aje ajenge barabara hapa. Hicho vinawezekana, Mheshimiwa Mwenyekiti. Ukisikiliza vizuri hii speech ya Mheshimiwa Mwalunenge ambaye ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, utagundua kabisa kuna kitu ndani yake kuhusu wamachinga, bodaboda pamoja na bajaji. Lakini sijafahamu ni kwa nini watu tumempokea kwa mtazamo hasi. Ukiniuliza mimi kama machinga, natamani niwazungumzie wamachinga kwa sababu sifahamu vizuri kuhusu bajaji na bodaboda, kadhia wanazokutana nazo na changamoto zao sijafahamu vizuri. Lakini kuhusu wamachinga kiukweli natamani nizungumze kidogo. Mimi binafsi naunga mkono hoja ya Mheshimiwa Patrick Mwalunenge kwa sababu amezungumzia kitu ambacho ndio uhalisia na kitu ambacho sisi wamachinga tunatamani serikali itutazame kwa jicho la ziada, itambue thamani yetu, itambue namna tunavyoweza kusapoti uchumi wa hii nchi. Amesema serikali ituwezeshe na kuturasimisha. Sasa sijui kwa nini vijana au sisi wananchi hatujamuelewa. Kuwezeshwa ina maana ni kusaidiwa, kurasimishwa ni kutambulika. Yaani tusaidiwe alafu pia tutambulike. Na ukumbuke alikuwa anachangia hoja kwenye wizara gani? Wizara ya Fedha, si ndio? Kwa anaposema tuwezeshwe alafu anazungumzia kwenye wizara ya Fedha, tuwezeshwe nini? Ni kiuchumi. Turasimishwe. Turasimishwe wapi? Tutambulike kwamba hawa watu wapo katika hili eneo, wanaweza kusapoti uchumi wa nchi. Wamachinga wengi ndani ya nchi hii tunafanya biashara maeneo ambayo sio rasmi, na hii ni kutokana na maeneo mengi yapo chini ya town road. Sisi tunafanya biashara pembezoni mwa barabara kwenye road reserve, si ndio? Haya maeneo mengi ni maeneo ya town road. Sasa anapotaka turasimishwe, ina maana anataka tutambulike. Town road watutambue, tuweze kusapoti uchumi wa nchi. Sidhani leo hii kwa kauli hii ya Mheshimiwa Mwalunenge kama kuna machinga anaweza kaja kuicrush au anaweza kuipokea kwa mtazamo hasi. Kauli hii ni kauli ambayo ni ya kutujenga, ni ya kutuheshimisha, na tunashukuru Mheshimiwa. Mungu akubariki sana kwa sababu umetuheshimisha pakubwa sana. Sasa basi naomba ni summarize kidogo, labda alivyosema kwamba tuchange bukubuku tuweze kujenga barabara zetu, ndio watu wamepokea kwamba haiwezekani. Kwa nini? Yani kwa nini tuchange bukubuku ili tuweze kujenga barabara? Machinga sio barabara. Machinga anaweza kufanya mambo makubwa kuliko hata hizi barabara alizozungumzia mheshimiwa. Tunaweza kujenga barabara mosi, tunaweza kununua madawa hospitalini, tunaweza kufanya kila kitu kama tutarasimishwa na kutambulika rasmi.
Lakini sasa labda tungekaa naye chini sasa, mheshimiwa, tumwambie mheshimiwa, kwenye 1000 tufanye maboresho. Yaani kauli ya mheshimiwa tuifanyie maboresho, sio shilingi 1000, mathalan tufanye shilingi 500, ambao 500 hiyo tunaweza kukasamarize hivi. 1000, unapoona mfanyabiashara ameweka biashara yake barabarani, tuachane na huko alikotoka kununua, usafiri na vitu kama hivyo. Tuzungumzie tayari biashara ipo tayari pale barabarani, si ndio? Au kwenye eneo lake la biashara. Pale kuna vitu analipia vinafika 3 au zaidi ya 3. Mosi, atalipia usafi. 2, atalipia store au ulinzi. Usafi inaweza kama 500 au 1000. Ulinzi inaweza kawa 500 au 1000. Pia atalipia taa. Kama tunapotambua kuna vijana huwa wanajiajiri, wakiona mkusanyiko wa wafanyabiashara wananunua majenereta yao na wenyewe wanaenda pale kutafuta riziki. Ile taa unayoiona pale inalipiwa 500 mpaka 1000, inategemea na sehemu husika. Store pia au ulinzi inategemea na biashara ya mtu. Wengine wanalipia 500 mpaka 1000. Kwa hiyo kwenye kauli sasa ya Mheshimiwa Malulenge tunaweza tukamwambia tusifanye 1000, tufanye shilingi 500. Sisi tunaelewana. Sio kusema haiwezekani au kwamba hatuwezi kujenga barabara. Ni namna ya kuboresha tu bana mheshimiwa, isiwe hivi, iwe kwa mtindo huu ili wote tuondoke kwa pamoja. Sisi tupate na serikali ipate. Kwa mfano, TRA wanapokusanya kodi wanakwambia lipa kodi kwa maendeleo. Maendeleo gani? Maendeleo ndo haya ya miundombinu, maendeleo ya kununua madawa hospitali, ya kulipa watumishi wa umma, ndio maendeleo yenyewe ambayo TRA huwa wanayazungumzia. Sasa sisi wa machinga tunafanya biashara bure, hatulipii serikalini chochote. Kwa mheshimiwa anataka sasa na sisi tuanze kuigusa serikali. Kama tuanze kuigusa serikali, basi na serikali na sisi tufanyeje? Itutambue. Kwa maana hiyo tuchukulie mathalan sehemu ambayo kuna wamachinga 1000. Wamachinga 1000 wakiwa wanatoa shilingi 500 kwa siku. 500 tu ni sawasawa na 500,000 kwa siku. 500,000. 500,000 kwa mwezi ni sawasawa na milioni 500,000. Milioni 15 kwa mwezi. Milioni 15 zidisha mara 12 ni milioni 180. Ni mwekezaji gani ambaye anaweza kupewa eneo akalipa milioni 180 kwa mwaka? Unagundua kwamba hakuna mwekezaji kwa namna hiyo. Kwa maana hiyo milioni 180 ni wamachinga 1000. Sasa wamachinga 1000 ni wamachinga wachache sana. Imagine kuna eneo kama la Mbezi Mwisho, kuna machinga wangapi? Kuna eneo la Mbagara, Rangi Tatu, Gongo la Mboto, Mwenge, Tegeta. Hii tunazungumzia tu ndani ya Dar es Salaam. Hatujazungumzia Mbeya, hatujazungumzia Mwanza, hatujazungumzia Arusha. Unagundua wa machinga wakifika 10,000 ni bilioni 1 na milioni 800. Wa machinga 10,000 kwa 500. Barabara hazijatengenezwa. Kwa hiyo sisi wa machinga, mimi binafsi kwa mtazamo wangu nimeipokea kwa mtazamo chanya, na tunatamani serikali sasa itutambue kwa mchango aliotoa Mheshimiwa Patrick Mwalunenge, Mheshimiwa mbunge wa Mbeya mjini, itutambue. Kwa mfano mimi nipo Kimara. Hapa Kimara tupo machinga 1000. Hapa Kimara mwisho tupo machinga 1000. Sasa zungumzia hii wilaya ya Ubungo ina machinga wangapi? Kama hapa Kimara peke yake tunafika machinga 1000. Haujafika Suka kuna machinga wangapi? Temboni, kwa Msuguri, Mbezi, Ubungo. Wilaya yote ya Ubungo hii ina machinga wangapi? Kwa ni chanzo kipya cha mapato ambacho kikiboreshwa tunaweza tukachangia mchango mkubwa sana kwenye serikali yetu. Kwa maana hiyo mimi binafsi naunga mkono hoja ya Mheshimiwa Malulenge. Ni hoja ambayo ina mashiko, hoja ambayo imeshiba. Labda tu kwa upande wa wenzetu bodaboda na wenyewe wangemsikiliza vizuri, alikuwa analenga kuzungumzia nini kwa upande wao. Lakini mimi nilivyomuelewa kwa upande wa machinga, nimemuelewa kwa mtazamo huu. Lakini pia tunapotoa hizi pesa ili tutambulike, serikali pia itakuwa sasa inawafikiria hawa wawekezaji, kwa sababu sehemu ambayo kuna wamachinga wanaweza kujikusanya kafika 50, 100. Wakishafika machinga 500, 200 tayari eneo hilo unakuja kushangaa kuna mwekezaji analitaka. Atelia pesa anayotoa mwekezaji wa machinga tunaweza kuitoa mara 100 yake tunaweza kuitoa pesa hiyo. Kwa maana hiyo sasa wawekezaji tukianza kutambulika
tukarasimishwa, wawekezaji wataanza kutuogopa wamachinga. Sisi tunaelewana vizuri, lakini yes, wamachinga wawekezaji wataanza kutuhofia. Mwekezaji kama anatoa milioni 50, sisi tunaweza kutoa milioni 15 kwa mwezi, kwa mwaka milioni 180. Mwekezaji atafikiria pale mimi naingiaje? Lazima ataanza kujifikiria pale mimi siwezi kuingia kirahisi rahisi. Lakini kwa sasa tupo tunafanya biashara zetu. Mwekezaji akija, tunaambia mwekezaji ataka afanye maendeleo kwenye eneo hili, wamachinga tunasogezwa, anakai, kwa sababu hatuna tunachochangia serikalini. Na hili ndio wamachinga tunalopigia kelele kila siku, tutambulike serikalini ili tuweze na sisi kuigusa serikali na serikali iweze kutugusa sisi kwa namna moja au nyingine. Kwa maana hiyo, kama ningekuwepo bungeni, mimi ningegonga meza kwa kutaka, ukigonga meza pale wanasemaje, taarifa. Yes, ningetoa taarifa, ningegonga meza kutoa taarifa, ningesema na support hoja ya Mheshimiwa Patrick Mwalunenge kwa upande wa wamachinga. Ila bodaboda na wenyewe wataitafakari kauli ya mheshimiwa kwa namna yao. Unaona bana, huo mimi ndio ulikuwa mtazamo wangu kwa hichi tulichotoka kukisikiliza hapa kwa Mheshimiwa Patrick Mwalunenge. Mimi naitwa Mwalimu Masingisa. Asante.